nikipokea maswali mengi sana za mabinti pamoja na wanawake kwamba ni dalili zipi ambazo zikinipata nitajua au nitajitambua kwamba nina changamoto ya hormone imbalance. Iko hivi, zipo dalili nyingi, lakini zifuatazo ukiwa na dalili hizi jua kwamba una changamoto ya hormone imbalance. Kwanza kabisa ni kuvurugika kwa hedhi yako, yaani hedhi yako inakuwa haieleweki. Mwezi huu unapata tarehe hii, mwezi ule unaofuata haupati kabisa, hivyo hedhi yako inakuwa haieleweki. Hii nayo ni changamoto ya hormone imbalance. Lakini pia ni maumivu makali wakati wa kipindi chako cha hedhi. Hii nayo pia inawakumba wanawake wengi sana. Wanapitia maumivu makali sana wakiwa katika kipindi chao cha hedhi. Ni pia wakiwa katika kipindi chao cha hedhi, ile damu inakuwa na mabonge. Hii sio hali ya kawaida. Hii nayo pia ni dalili ya hormone imbalance. Lakini pia dalili ya tatu ni kukosa hamu ya tendo la ndoa. Kuna wanawake wanapitia changamoto ya kukosa hamu ya tendo la ndoa. Hii nayo pia ni dalili ya kwamba una changamoto ya hormone imbalance. Dalili ya nne ni kukosa hedhi kabisa. Sasa hii ni mbaya sana. Kuna wanawake na mabinti wanapitia changamoto hii, yani wanakosa hedhi kabisa. Mtu amekaa mpaka miezi 5, miezi 10 au mwaka mzima amekosa hedhi kabisa na amekaa tu ametulia. Hiyo nao ni changamoto ya kwamba sababu hormone imbalance inakupelekea wewe kuwa mgumba. Je, walitambua hilo kwamba hormone imbalance inakupelekea wewe kuwa mgumba? Lakini pia shinikizo la damu na matatizo ya moyo. Najua unaweza kujiuliza ni kwa nini, lakini haya ni madhara ambayo unaweza kuyapata ukiwa na changamoto ya hormone imbalance. Kwa hivyo usichukulie poa dalili hizo. Huenda wewe ni mwanamke ambaye unapitia dalili hizo na umekaa tu umetulia. Sasa sikia, fanya hivi. Chukua namba hii hapo juu, nitafute. Nitumie ujumbe, nitakupa mwongozo sahihi ni kipi au ni kitu gani ufanye ili uweze kutatua changamoto hiyo.